na Wakenya wenzangu. God bless you. I want now to call our cousin, the Honorable Eugene Wamalwa. Tumukaribishe. Tumwambiaje? 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 Haya kuzo. Musangare Mulembe Gaino Mwega Inda Shode. Asanteni sana. Pole nimefika kama nimechelewa. Nimetoka kule Western asubuhi na kwetu ni mbali na hapa. Tuko kwa mpaka wa Kenya na Uganda. Lakini ndugu yetu Rigiji alikuwa amesema leo tuabudu hapa Gitugi, si ndio? Na tunaelekea hadi Nyeri, hadi kule Othaya. Kule tulisikia ya kwamba Wakristo walipigwa wakiwa ndani ya kanisa. Wamama, watoto walipigwa tear gas ndani ya kanisa. Na target kubwa ilikuwa ndugu yetu Rigiji. He was targeted for assassination. Wale walikuwa naye waliona risasi zikifiatuliwa. Na leo tumekuja Mlima Kenya. Bwana Rigiji, nimeambiwa mwende Kiboto guti mundu ugakua na installments. Muthenya wa guka ni uyu na wa kuma ni uyu. Abaitika boke dio kiruta wira wa Mwathani ni wega muno. Thank you muno sister. Na nikio ndokire gugucaria bara ya nene hai ni undu wa cimbe yo ya nga katiguo atuteithie kada atuteithie. Nilienda vile vita ilikuwa kali, ndona mundu uri atubangeire, ngiona mundu uri agutunina ta nyumba, ngithio kuria Kimunye kwa Martha, ngimukora ngimwira oi kare witu kare ukotute nitwekire wega tunyitane katu tikanyitane tuthi hamwe katu tigathi hamwe. We have another cousin ambaye alisaidia Rais Uhuru Kenyatta mambo ya elimu, mambo ya usalama. Our cousin Dr. Fred Okengo Matiang'i. Tunamwambia hi cousin. Hi cousin. Hi kuzo. Karibu kuzo. Ando aitwage tugi Muriega ringi. You can see my teacher is doing very well. Ndugu yangu Mheshimiwa Rigathi Gachagua, the second deputy president of the Republic of Kenya, my brother and my friend, the Honorable Your Excellency Kalonzo Musyoka, Mheshimiwa Martha Karua, Mheshimiwa Justin Muturi, Mr. Speaker, my brother Eugene, na ndugu zangu wote ambao mmekuja hapa. Kwanza kabisa ningependa kutoa shukrani kwa mhubiri wa leo, Reverend James Wambugu, vile ametuhubiria. Mimi ni Seventh Day Adventist, kwa hivyo nilikuwa kanisa jana. Na wakati nilikuwa kanisa jana, as I listened to him preach here today, nilisema lazima kuna kitu Mungu anataka hata mimi nijue. Sababu yule mhubiri wa jana alituhubiria kutoka Joshua 1, 5, 6 and 9. Now the theme of his sermon was be courageous, be strong. Na leo nimekuja hapa tena sermon ya pili wiki hii, nimeambiwa pia be courageous and be strong. Lazima hata kama kichwa yako iko na shida fulani, ujue kwamba mambo hawezi kuambatana namna hiyo. There's a message that is being sent to you from God. Ninawashukuru ndugu zangu, na mnikubalie Mheshimiwa Gachagua niongee a little bit reflectively.
nimeona viongozi wengi hapa, wazee wetu hapa, Mheshimiwa Kamanda, kuna viongozi hapa, Mama Jane Kihara, Mzee Tora na wengine ambao tumekuwa nao katika utumishi wa serikali hapo mbeleni, na ndugu zangu wengine ambao wako kwa siasa ambao wamezungumza hapa na wengine ambao tumekuwa tukiongea. Huu sio wakati wa kawaida katika jamhuri yetu tukufu ya Kenya, na tulikuja hapa leo, niseme tu ukweli, kwa sababu wakati tuliona yale maneno yalifanyika Othaya last Sunday, tulisema tuende sote kwa kanisa, kama wanataka kutuua watue tukiwa sote pamoja, na kama wanataka kutupiga watupige tukiwa sisi wote pamoja. Na vile mnajua, mimi nilikuwa katika Ministry of Interior. I served as the country's Minister of Security for 5 years. Attacking a place of worship is normally known in the security sector as crossing the red line. Mmesikia before even President Obama using that phrase, crossing the red line.